Mara wanaume wote ni kama mbwa, hawaridhiki, hawashikiki na ni waongo wa kutupwa. Hizi ni sentensi ambazo ni maarufu sana kwenye midomo ya wakina dada. Ila katika sentensi hizi, wanadada wengi wanashindwa kuelewa kuwa kuna dalili za wanaume waongo, walaghai na wasaliti ambazo zipo wazi kabisa, na kama ukizitilia maanani unaweza kuzitambua mapema na kuachana na mwanaume anayeweza kukupotezea muda kwa lengo la kukudanganya kama atakuoa bila kujua kama ahadi na ndoto hizo ni kama zile za abunuwasi. Leo tutaongelea dalili za wanaume ambao hawafai kuwa nao kwenye mahusiano, ambao wengi wenu dalili hizi huzipuuzia kwa kudhani kwamba mwanaume huyo unaweza kumbadilisha au anaweza kubadilika yeye mwenyewe, bila kujua kuwa uwezo huo wa kumbadilisha wewe huna, na kama ungejua mapema usingeendelea kupoteza muda na kuachana naye haraka sana. Je, dalili hizo ni zipi? Namba 5. Mwanaume mwenye mkono mwepesi au mkatili. Umekosea kidogo tu kibao, umepitiwa kidogo tu kwa kufanya kitu tofauti na matoka yake kipigo. Wanaume wa aina hii ni wa kukaa nao mbali. Ni wanaume ambao huona wanawake kama si watu ila ni kitu cha kuwa control. Wanaume hawa wapo vizuri sana kuomba msamaha au kukuahidi hata kupiga tena, lakini ahadi hizo ni kama hewa isiyo na kitu ndani yake. Dalili za wanaume wakatili ni hizi: anakutukana, anakufedhesha na kukuaibisha mkiwa wenyewe au hata mbele za watu. Ana wivu uliopitiliza akidai ni mapenzi ya kweli kwako, wakati ni sababu tu ya kukuzubaisha na kuona kama hana makosa. Mwanaume huyu pia hukuzuia kuonana na wanafamilia au marafiki. Likitokea jambo, hukulaumu wewe ndio chanzo cha matatizo katika maisha yake na kukuona haufai. Kitu kingine ambacho wanawake wengi hupuuzia ni kubakwa. Jamani, ubakaji unaweza kutokea hata kama mpo kwenye mahusiano. Mwanaume yeyote anayekulazimisha kufanya ngono au kushiriki katika vitendo vya ngono kinyume na mapenzi yako ni mkatili, na achana naye haraka sana, hakufai. Namba 4. Hapa tunakutana na mama's boy. Hakuna mwanaume ambaye hafai kwenye mahusiano kama mama's boy. Jamani, huyu ni mwanaume ambaye japo umri umeenda bado hataki kuachia nyonyo la mama yake. Matakwa ya mama yake ni amri yake. Ikiwa mama yake anataka kitu fulani na wewe hutaki, maoni yako na matakwa yako hayahesabiki kamwe. Huyu ni mwanaume ambaye hana mpango wa kuondoka kwao na kwenda kujitegemea, na saa nyingine anaweza kusema kuwa kama mkioana mnaweza kwenda kuishi kwao kwa mama yake au familia yake. Hasa pale anapokuwa ametoka kwenye familia bora ambako mama yake anahusika kudhibiti hali yake ya kiuchumi, jua ndo umekwisha kabisa. Mwanaume wa aina hii hatabadilika kamwe, na hata kama ukija kuolewa naye, jua wewe utashika nafasi ya pili katika mahusiano na maisha yenu daima. Namba 3. Mwanaume mwenye malengo bila matendo. Si kila mwanamke yupo kipesa zaidi. Kuna wanawake wengine wanadeti na wanaume ambao kipato chao ni kidogo, ila wana malengo fulani katika maisha. Labda bado wanasoma au bado wanajitafuta. Ila katika kujitafuta huko, ukiona maneno ni mengi kuliko matendo, elewa tu hapo unapoteza muda. Huyu ni mwanaume ambaye kila siku atakupa ahadi nyingi za jinsi ya kujikwamua kiuchumi, lakini matendo yake ni zero. Mara kuna mradi na ufuatilia, ukitiki tu tutanunua kiwanja au tutafungua hiyo biashara tuliyoongolea mwaka jana. Ndoto ni kitu kizuri sana, lakini mazungumzo bila matendo ni kelele tu. Mwanadada unayenisikiliza,
Unastahili mpenzi ambaye anajenga maisha, sio tu kuyaota kama ndoto za abunuwasi bila kuchukua hatua ya kutimiza ndoto zake. Namba 2, mwanaume msaliti. Wanadada wengi hujidanganya usaliti ni sehemu ya mahusiano kwenye maisha, mradi tu wasijue kama wanasalitiwa. Jamani, hizi ni imani potofu. Ukiona uko kwenye mahusiano na mwanaume msaliti, jua hata kuja kubadilika. Umemkamata mara ya kwanza, ameomba msamaha, wewe umemsamehe. Umemkamata mara ya pili, bado tu upo naye. Eti unajidanganya wanaume ndivyo walivyo. Uwe Mkristo au Muislamu, mwanaume yeyote anayezini na mwanamke ambaye hajamuoa ni usaliti na hafai kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi au hata kuolewa na mwanaume huyo. Mwanaume msaliti ni wa kuogopwa sana. Namba 1, mwanaume mwenye allergy na ndoa. Huyu ni mwanaume ambaye upo naye kwenye mahusiano muda mrefu, ila miaka inaenda, miaka inarudi na hakuna kujitambulisha nyumbani, hakuna pete ya ndoa, hakuna kuleta barua. Kila ukigusia swala la kupeleka mahusiano yenu kwenye hatua inayofuata, ana sababu 100 kidogo. Mara sijakaa sawa kiuchumi, mara subiri tusomane tabia. Mnaenda mwaka wa 5 huu na bado tu mnasomana tabia. Utafiti wa kisayansi unasema wanaume kisaikolojia huwa wanajua mwanamke huyu anafaa kuoa au la ndani ya mwaka mmoja tu. Hawahitaji miaka 5 mpaka 6 kufanya maamuzi. Ukiona upo kwenye mahusiano ya muda mrefu na hakuna dalili ya hatua inayofuata, mwanadada, akili kumkichwa. Mwanaume huyo hakufai na anaweza kusababisha magonjwa ya moyo siku utakavyoona Instagram amemuoa mwanamke mwingine kabisa ambaye sio wewe. Wazungu huita dalili tulizozitaja hapo juu kama red flag, kwa Kiswahili bendera nyekundu inayoashiria hatari, na hawajakosea. Ukiona uko na mwanaume ana red flag hizo tulizozitaja hapo juu, achana naye. Fungua macho yako ya kimwili na ya kiroho na kuona mwanaume huyo anakupotezea muda na hata kuja kukuoa. Piga moyo konde na kuamini kuwa Mungu atakuletea mwanaume wa ubavu wako mwenye kukufaa na kukupendeza kuliko kuendelea kung'ang'ania sehemu isiyo ya kwako. Ogopa sana kuingia kwenye ndoa na mwanaume mwenye red flag tulizozitaja kwa kuamini kuwa atabadilika. Ukweli wa mambo ni kwamba hatobadilika kamwe. Bora kuwa single kwa muda mrefu mpaka utakapopata mwanaume sahihi kuliko kuwa kwenye ndoa ambayo nje inaonekana ni ya baraka wakati ndani ina masikitiko, manyanyaso na mateso ya hali ya juu. Ungana nasi katika darasa la Shule ya Maisha ili kujifunza mambo mbalimbali ya kuboresha maisha yako. Asanteni kwa kunisikiliza. Hadi siku nyingine. Kwaherini.